Profile yake umeifuatilia, ina miaka mingapi kwenye game za kimataifa? Profile yake inaonyesha ana miaka mingapi kucheza mechi za kimataifa, kwa miaka mingapi? Profile yake ni ndogo kwa sababu amecheza tu nyumbani au amecheza. Je, anaingia kwenye wewe unavyoona anaweza kwenda kwenye falsafa ya mwalimu? Ni mchezaji mzuri, hiyo ana kimo kizuri, anajaribu kufanya shield finishing. Nimemwangalia jana, anajitahidi anataka kukaa kwenye positional. Labda hawajamjulia ni aina gani, lakini ni kama mimi kwangu ni schema striker. Ni schema striker ambaye ana mechi. Kuna mechi tunamhitaji Dombia. Kuna mechi tunamhitaji. Kweli, kuna mechi atahitajika aende acheze. Lakini mostly kwa aina, kwa falsafa na style ya Simba wanavyocheza, nitamuona kwenye mechi chache. Naweza nikaja kumuona kwenye mechi chache kwa sababu ya mobilization. Nikikwambia runs zake nikiangalia ni like a schema, is a poacher, labda anaweza finisher, lakini bado hata hiyo ninajaribu kuzifanyia kazi analysis, bado sijaziona. Lakini ni matter of time, tumpe muda, maybe mazingira, maybe aina ya watu, maybe style of playing. Ndio maana kwambia kuna kitu kinaitwa falsafa. Inaweza ikawa inahitajika awe na running nyingi ili aweze kuingia kucheza na kina Guaye, acheze na kina Chama, lazima awe na running nyingi. Na inaweza ikahitaji ni lazima awe na technical ability nzuri ya kuweza kucheza one double pass, one touch, two touch. Ukiangalia Chama ni mtu ambaye amekuwa yuko pale, lakini anapenda kuendelea. Ukimwangalia stylish ya Mpanzu, ukiangalia Guaye, ukiangalia Aura, ni aina ambao watu wanakwenda kucheza nao kwenye mstari wa mbele. Ukiwaangalia ni wanatofautiana kwenye sifa, kila mmoja ana sifa yake. Aura is a dribbler, very good in dribbling, lakini ana create chances. Ukimwangalia Mpanzu, so the same almost. Guaye the same, the dribbler is like 1v1. He's a very good in offensive in 1v1, but he's a finisher also at the same times. Unaichukua hiyo patterns na hiyo playing style, unajaribu kuileta kwake na the way alivyo, structure, actually physicality, and then tunamhitaji labda asimame kwenye 18th, afanye poaching, afanye finishing. Well, finishing ya how many touches, so unabidi uanze kumwangalia. So but that's why nasema inahitaji time. Nataka kumwangalia technical ability yake kidogo. Ni mkweli technical ability yake is average player kwangu mimi, is average player. But sijajua kwa sababu sijamjua mimi, sijawahi kumfuatilia huyo. Nimemuona yuko kacheza mechi hizo za Simba, lakini mimi kwangu kiniambia concerning the Dombia, mimi kwangu it's average player. To be honest, it's average player. Kwa vile vigezo vyote ambavyo nikitumia kumwangalia kumdetermine the best player on the level of the Champions League tournament, nikianza kukwambia nitamwangalia aspiration yake kwenye technical ability, nitakuja kumwangalia kwenye physical ability, lakini nitakwenda kumwangalia what next decision making. Nini anafanya baada ya kutoa pasi, movement zake, nitaangalia runs, movement on the position, wakati tuna mpira, wakati hatuna mpira. Timu ikiwa haina mpira, mara nyingi namuona anarudi anatembea. So vitu vingi vipo, ndio maana nasema sawa. For me it's an average player. Ikiangalia kwenye zile principle of the football nowadays, footballs, kimwangalia kati timu, nimeona timu ikipoteza mpira anarudi anatembea, anakuja anatembea. So simuoni, na maana he is minus. Anakuwa minus, wenzio wanabaki less number, wenzio wanabaki 9. Yeye yupo njano, lakini so tunamuona wakati tuna mpira, lakini wakati hatuna mpira. Na the moment, wakati mbaya zaidi kwenye modern football nowadays ni wakati ambapo timu haina mpira. Hichi ndio kipindi ambacho tunamhitaji mchezaji kumuona, either aje afanye cover au either aje afanye atengeneze kitu kinaitwa balance ya timu. Kwa namna gani? Aidha aende akakae kwenye eneo ambalo ule mpira hautapenya kwenda haraka kwenye goli letu wakati watu wanajipanga. Kwa hiyo tunamhitaji mtu wa namna hiyo. Kwa hiyo sijui, lakini ndio maana nasema falsafa zinatofautiana. Lakini labda hali ya hewa, labda ugeni, ndio maana nasema bado tuweze kumpa muda. Kwangu mimi nitampa average, lakini
bado anaweza kaja kuwa best players. The way alivyo, physicality yake tunahitaji kwenye modern football, lakini tunahitaji kumtengeneza, tumuelekeze position mpira ukiwa right. Nitakwambia mfano, yeye Dombe anatakiwa zaidi aangalie movement za Haaland. Muangalie Haaland Manchester, muangalie Haaland kwenye World Cup. Ukimwangalia mechi ya Brazil, Haaland ndio utajua ni aina gani ya striker. Yeye ni pocha, yeye anajiposition kwenye nafasi na kafanya hivyo na kafanikiwa. Ukimwangalia Haaland, yeye type ya Haaland, nitakiwa muangalie sana Haaland. Kwa hiyo ni muda gani anaweza kaingia na watu wanaocheza nao japo kumtumia ili kuweza kunufaika naye, lakini ni mchezaji mzuri, lakini mapema sana kumzungumzia kwa hizo mechi mbili ambazo anakutana na watu hawajui, hajawahi kucheza nao, hawamjui type yake, na wanamfananisha na Horseman mtindo wake wa uchezaji. Horseman mtindo wake wa uchezaji unamuona. Horseman hana shughuli nyingi. Yeye ana position kwenye nafasi, anategemea urefu wake, mipira ije juu na watu wote wanamjua. Ukimwangalia yeye ana position yeye kucheza tu mipira ile ya juu, lakini pia ni mtu ambaye kidogo acceleration yake, yani running yake iko very fast kuliko huyu Dombe. Dombe kidogo namuona yuko slow, tofauti na Otamendi. Otamendi anawahi kukaa kwa nafasi, lakini naye Otamendi imechukua muda. Sio kama hivi Dombe tunamzungumza leo anaweza kuja kuwa kama Otamendi, lakini it needs sometimes but right now ukiniambia kama unataka kwenda kucheza na finali ya Champions League au nusu finali ya Champions League, it's an average player. For me, it's an average player. Bwana